Mtanijua mimi kesho, haki ya Mungu. Unajua ile maneno ndio umeona. Tomorrow I must burn the Kenyan flag, na nitaonyesha hiyo. Si ati ngomba, I'm not begging, I'm not shouting. Hiyo ni kusema na kutenda. Kila mtu wenu ambaye kwa hapa kesho aujue kuna video ya kuchoma flag ya Kenya nitapost hapa. And every Somali person who is in my life, Nyayo Stadium, muende mupigane na Wakamba na So guys, leo nataka kuongelea Wasomali wameakisha moto wenye hawatawahi kuzima hata siku moja. Kunao vijana walionekana wakati kulikuwa kuna mpira Kenya ilishindwa na Gambia. I think ni Gambia, yes, I think ni Gambia ilishindwa. Alafu wakaonekana wakikanyanga bendera ya Kenya, wakipiga mateke. Sasa Wakenya nao ni kina nani? Wakenya wakaamua Jumapili hii date 28 watakuwa bamba tu Wasomali. Alafu Wasomali hawakupeleka akili yao, wakaona vile Nepal ilifanya, vile jinsi wa Nepal walifanya ile inchi kuichafua. Sasa Wasomali wameamua nyinyi Kenya hamjui. Watu wamewaambia Wasomali, mlishindwa na inchi yenu, hii ya Kenya yetu mtaiweza? Bendera yetu iheshimuni, kwa sababu bendera yetu tulipigania uhuru. Kumbuka vile manyanya zetu walikuwa wanakimbia na malenge kwa mangunia. Kama wanapigania uhuru, kama wanapigania ndio wachukue inchi kama imetawaliwa na mzungu. So mnataka kumkuje mtuharibie kimandazi. Sisi kama Wakenya tuko pamoja, hatuwezi. Sasa saa hii Wasomali wameingia baridi. Imebidi nani huyu sijui anaitwaje jina yake. Ngoja nikikumbuka nitawaambia. Imebidi aingie aongee. Aombe kwanza Wakenya msamaha. Guys, usiwahi cheza na Kenya. Usiwahi cheza na watu wa Kenya. Watu wa Kenya wanakuanga crazy good people. Oh my God. So Wasomali wanataka kumaanisha sisi. Mwanzo ebu kwanza msikize huyu hapa mwenda wazimu huyu hapa mwenda wazimu. Mtanijua mimi kesho, haki ya Mungu. Unajua ile maneno ndio umeona. Tomorrow I must burn the Kenyan flag, na nitaonyesha. Hiyo si ati ngomba, I'm not begging, I'm not shouting. Hiyo ni kusema na kutenda. Hata sina saa mingi ya kila mtu wenu ambaye kwa hapa kesho aujue kuna video ya kuchoma flag ya Kenya nitapost hapa. And every Somali person who is in my life, Nyayo Stadium, muende mupigane na Wakamba na atachoma bendera siku, yani juu hii video ni ya siku 2 zilizopita. Atachoma, wangoje Jumapili Kasarani atawakisha bendera ya Kenya. Naye Wakenya wakaamua hiyo haiwezekani, hii ni nchi yetu na tunaiheshimu. Sometimes guys, ukifanya kitu ujue kuna mtu akona simu pahali anakurekodi. Huyu msichana huyu anakanyanga bendera ni Mkenya, but amejipata kwa njia panda. Amejipata kwa gori yenye hata kujitoa hata jitoa, kwa sababu huyu hata kesi na serikali. Hakuna mtu mwingine hata kesi. Yani kesi yake haina ati niko, yani ana kesi na nchi yake. Saa ingine ukifanya kitu, jua kuna mtu akona kamera pahali anakurekodi. Na akisha kurekodi hiyo video ikienda viral, either hiyo video ufanikiwe ama hiyo video ikumalize. Sasa huyu ndio ameisha kabisa. Tukuja kwa hao vijana wa Kisomali hawa. Nao walionekana wakipiga bendera yetu teke, wanaipiga. Hii video inanifundisha kume bendera huwa ina dhamana kwa ile nchi yoyote. Kuna wakati nilionanga Kandama akikanyanga bendera ya Saudi, but hiyo video haikuenda viral. Kama ingekuwa saa hii, hebu niambie Kandama angejipata wapi? Saa ingine tukifanya kitu, tujue kuna mtu pahali akona simu anaweza kukurekodi. Katika hii dunia unaweza postiwa kwa YouTube ama kwa TikTok, ukabahatika ama ukapotea.
Sasa huyu msichana kwa mashakani nao vijana, hao ni watu watatu wanatafutwa na watashikwa. Kenya si kubwa, watashikwa tu. But guys, usicheza na Wakenya. Na Wakenya wameamuaje? Jumapili lazima Isili wafanye jambo la maana, lazima wapate earphone. Mwanzo mwingine nilikuwa nasikia kwa comment anasema, unajua hata mimi sijawahi shika simu ya touch, ni ya kuomba. So nangojea iPhone. Oh my god. But usiwahi cheza. Hii video inatuonesha usiwahi cheza na bendera ya nchi yoyote inajitetea. Hata kama si Kenya, hata kama si yetu imekuja Kenya na Somali, but usiwahi kuchezea bendera yoyote. Hawa watu hujui waliipata aje hiyo bendera, waligaramia aje. Unaona kama huyo waziri wao ni waziri ama ni nani? Waziri wa Somali amekuja akaomba, jameni wa Kenya, hatutaki hizo vita zenu kama hizo vita za Napari vile zilikuwa. Tunataka amani. Tunaomba mtusamee. Na sisi tumesikia. But wa Kenya nao ni kina nani? Wa Kenya washasema. Nyie ombeni msamaha. But hao watu wenye wanaongea matope mshawamaliza. Mumewashika mpaka tuone kitu inafanyika ndio tuwasamee. Alafu comment zao wa Somali guys. Comment zao wa Somali zinakuanga chafu. Ukienda tu mahali hivi upate comment zao, utasikia. But mjue ni Kenya ni inji yenye imelindwa. Kama wewe unataka kudili na Kenya, dili na Mkenya, but usidili na serikali. Unaweza kujipata pale pengine hata uwezi. Sasa hizi vita zimechukua mkondo mpya ambapo wametangaza Jumapili iwe iwalo. Na hii Wakenya warudi na nyuma. Hata kama wameomba msamaha, hii sioni. But unajua Kenya wamekuwa wakarimu. Nchi yetu ya Kenya unakujanga kwa mtu yoyote yule anakuja kuishi. Wako wa Somali, wako wa Sudan. Kama huu Sudani wenye unaona amerusha huyu mama kwa gorofa. Unaona si Mkenya, but yeye amekuja akachukua hiyo nchi kama yake. Afuati hata sheria. Unapatia mtu kibarua alafu unaona ni maskini sana unamrusha. Unamrusha kwa gorofa. Ila pia imeuma kila mtu. Na wote si watu wa Kenya. Hata hao wenye unaona wanaongea hivi, hao ni watu tu wanatoka Somali wanataka kuharibia wale wengine. Kuna wa Somali tu wazuri, si wote wabaya. Kuna wale wazuri tu. But wacheni niwaambie, ukiingia nchi ya watu, ishi nao vizuri. Usiwahi kuishi ati yani watu watoke huko kwao wakuje watudharau kwetu. Hiyo nayo inakuwa ngumu. Ni kama tu mimi nitoke huko Kenya nikuje nidharau watu huko. Huku si kwetu, mimi ni mgeni. But mimi naona Wakenya uheshimu nchi za watu. Hakuna hata uwezi pata hata Mkenya ameenda nchi za watu. Wako Kongo, wako wapi, wanaishi vizuri kwa sababu wanajua hii nchi iko na sheria yake na inaweza kuchukulia mtu hatua. So hao wamefikia kiwango wanakanyanga bendera, na Wakenya wamesema hatutarudi nyuma. Tutaenda mbele na mbele. Tukutane na wa Somali. So guys, mimi sina mengi, but wacha tuone Jumapili itakuwa aje. Wacha tuone, but mimi kitu naomba tu ni amani. Amani haidumu. Kwa sababu watoto wetu wanaenda shule. Tunaomba tu amani idumu. But ukiingia nchi za watu, ukiingia nchi ya watu heshimu bendera. Mimi hiyo ndio kitu nimejifunza. Sikuwa najua kama kabendera kadogo kako na dhamana, kumbe kana dhamana kubwa. Ukiingia nchi ya watu heshimu bendera. But hawa wa Somali hawa bado mkoko utaalika maua. Hata kama wameomba msamaha, but sisemi mengi, mseme ni content, nataka followers, nataka subscribers, nataka likes, but continue to subscribe my channel, like, comment, share. Tukutane Uhuru Park. Oh my god. Nasikia damu kama unajua mimi wakati nilikuanga Kenya nilikuwa napenda hizo vitu za maandamano.
Hizo ndio zilikuwa style zangu. Ni vile tu saa hii nimetulia kwa vile nimekuja kwa nyumba ya Mwarabu. But kama ningekuwa Kenya, hizo ndio zilikuwa mission zangu. So wewe unaichezea nchi yako. Wewe unaichezea nchi yako, unaichezea bendera wenyewe. Popote pale huko ukienda unafaa uheshimu bendera. Na isitoshe, unajua hawa watu walikuwa wameiweka hiyo bendera ya Kenya ikiangalia chini. So watu wakasema mbona bendera ya Kenya pia na Wakenya wako na macho wewe. Mbona bendera ya Kenya mmeiweka vibaya? Mimi sina lawyer, but wacha mkoko walike maua, tutaleta ukishaleta bengu, tutaleta hapa. Subscribe to my channel, like, comment, share na wapenda.